Eternal Father, I offer you the body and the blood. Bwana asifiwe. Mpendwa, tunashukuru Bwana kwa sababu ni Jumapili ya kwanza, Jumamosi ya kwanza kwa mwezi mpya. Bwana ametuamsha na ujumbe njema juu ya maisha yako. Leo Bwana amenituma mara ingine kwako ili tunene, kwa sababu kuna jambo Bwana amenijaza nazo tuongee na wewe. Najua tumeanza mwezi ingine, kama wengi tamaa zao zimeisha, yani wajaona mafanikio, wajaona mbele wala nyuma. Bado mahali walianza Januari mpaka sasa tunaanza Februari, wiki 4, wiki 5, wajaona mafanikio yoyote. Lakini Bwana amenituma kwako. Wacha niombe na wewe ili tusikie ni jambo gani Bwana amenituma naye kwako. Mpendwa, mahali huko, chukua dakika moja ili tuombe pamoja na wewe. Tusikie ujumbe ya leo, ujumbe ya kufanikiwa, ujumbe ya uponyaji, ujumbe ya kusonga mbele, ujumbe ya kumaliza nguvu zote ya kipepo, ya kisaitani. Usiende mbali. Kaa chini, weka Biblia yako chini, ili leo Bwana akuandike katika kitabu chake. Wacha tuombe na wewe pamoja. Asante Mfalme, jina lako inafaa sifa na shukrani. Nimechukua hii nafasi ni kushukuru Bwana kwa sababu umetutoa katika usingizini na umetuweka hapa. Umetupatia pumzi na tumeona mkono wako ni wa ajabu. Bwana, ile jambo umenituma naye leo, unijaze na neema na Roho Takatifu. Nikinena na mpendwa, Jehova, kaa katikati yetu. Uwe mwalimu mwema, Mungu wa ajabu. Kuna wengine wako safarini, kuna wengine wako katika magonjwa, kuna wengine wako hospitalini. Bwana, nyorosha mkononi mwako kwao ili wapate nafuu. Kwa hayo machache nimeomba na nimeamini. Amen. Asante mpendwa, nashukuru Bwana kwa sababu ni siku njema. Kwa wale wananiona mara ya kwanza, ni mimi Askofu Francis Opell. Napatikana hapa Nairobi. Niko hapa Kayole kwa kanisa la African Revival Center of East Africa. Wacha nikukaribishe kesho Jumapili. Tunaanza ibada mapema saa 4. Na Bwana akuinue na Bwana akubariki. Leo naongea katika kitabu cha Habakuku 1 kuanzia 2. Wacha tusome kidogo ili tuanze jambo ambaye Bwana ametutuma naye. Kitabu inasema hivi: Bwana, nilie hadi lini? Wewe Bwana, nilie hadi lini? Wewe usitake kunisikia. Na kulilia kwa sababu ya udhalimu, ili utaki kuongea. Amen. Habakuku alikuwa na jambo na Mungu. Aliuliza Jehova, nitalia mpaka lini na utaki kuongea? Nataka kuongea na mwenye ako na jambo na Jehova.
ameuliza Jehova jambo. Habakuk aliuliza Mungu, nitalia mpaka lini? Nitatezeka mpaka lini? Nitachekwa mpaka lini? Watu wataongea kwangu mpaka lini? Watoto wangu watapata amani mpaka lini? Bwana yangu atapata amani mpaka lini? Mimi sipati amani mpaka lini? Mpaka lini Jehova utatujibu? Hata nikiongea ni kama unisikii. Huyo ni swali Habakuk alienda naye mbele ya Jehova. Hiyo ndio swali leo utaenda naye mbele ya Jehova. Utatezeka mpaka lini? Watu watakudharau mpaka lini? Watakucheka mpaka lini? Utahangaika mpaka lini? Utagonjeka mpaka lini? Utakosa kazi mpaka lini? Utakosa promotion mpaka lini? Utakosa biashara mpaka lini? Utakosa ndoa mpaka lini? Utakosa mtoto mpaka lini? Mpaka lini Jehova atakujibu? Habakuk alikuwa na huzuni, kwa sababu shida ingine ilikuwa inafuata ingine, mambo ingine inafuata ingine, jambo ingine inafuata ingine. Alisema, huyu Mungu atanijibu lini? Lakini leo Bwana ameniambia kuna file iko hapa mbele. Jehova amekuja na jibu ya mwenye atauliza Jehova jambo. Mwenye ameuliza, nitatezeka kwa hii ndoa mpaka lini? Kila usiku ni vita, ni kesi, ni ugonjwa, ni shida watoto, ni kukosa pesa, ni madeni, ni magonjwa. Hapumziki. Habakuk aliona hakuna kupumzika. Ilibidi siku moja akasema, nitauliza Jehova, mpaka lini nikitezeka, nikihangaika, nikilia? Alilia mpaka akaona kama nguvu imeisha. Maadui wanamcheka, watu wananena mabaya juu ya maisha yake, juu ya boma yake, juu ya nyumba yake, juu ya hiyo ugonjwa. Watu walikuwa wanaongea. Aliuliza, mpaka lini Jehova nitalia? We mpendwa mahali unaniona, umewahi kuwa na swali na Jehova? Leo ukiwa na swali, Bwana ako tayari. Bwana ambaye amenituma kwa mwenye ako na swali, mwenye analia, mwenye amehangaika, mwenye ametezeka, mwenye ana amani, mwenye roho yake inahangaika, mwenye roho yake kuna uchungu. Jehova amenituma kwake. Nikuambie faili yako leo, Jumamosi wa kwanza wa mwezi wa pili, Bwana amekuja na jibu lako. Faili yako iko juu. Kama umelia, umetezeka, kama uko na swali na Jehova, faili yako iko juu. Hautalia tena. Atakupanguza machozi, atakuponya, atakupatia kazi, atakupatia biashara, atamaliza kesi. Hata kama ni vita ndoa, amani itapatikana. Faili yako ziko hapa. Bwana amenituma kwa mwenye ametezeka, mwenye anauliza, nitalia mpaka lini? Ndio Jehova nijibu, ndio Jehova niongeleshe, ndio Jehova asikie sauti yangu. Leo hii Bwana amenituma. Mama mahali unanisikiza, Jehova anakuja na jibu. Jehova atakujibu. Baada hii ibada tuko naye,
ibada yangu na wewe, ibada ambayo tunafanya na wewe asubuhi ya leo, Bwana amenituma kwako. Amesema umelia, umejiuliza maswali mengi, mingine juu ya ingine. Unaona, hata kama ni mama ni mgonjwa, hata kama ni baba yako, hata wakiwa nyumbani, hata wakiwa hospitalini, wacha kuhangaika. Faili yao imetoka leo. Faili ziko hapa kwa meza. Yani uponyaji leo iko. Hata kama kazi ilisha, wengine wanacheza na nyota yako, wengine wanafanya naye biashara, wengine walichukua nyota zako, wanafanya naye kazi. We mahali popote ukienda, unatupuliwa, unakatoliwa, watu wakupendi, yani utakani. Lakini leo natangaza, Bwana amenituma. Umelia ya kutosha. Anatangaza leo hii faili zako za kazi ziko hapa kwa meza. Jehova amekuona, amekusikia jinsi umelia kwa muda mrefu, kwa wakati mrefu. Watu wamekucheka. Hata kama kuna kesi, iwe ya shamba, iwe ya vita, kesi ambayo ilikushika, wacha nikwambie, hata kama ilikuwa ya uizi, mahali mulipatikana mkichukua vitu, Jehova atakusamehe. Leo hii Bwana anamaliza vita zote za cases ambazo zinakufuata. Hata kama ulistaki mtu amekataa, kesi zimekwama kotini, hakuna, inasongezwa, miaka inaenda, miaka inarudi, kesi iwezi isha. Natangaza leo, hata kama ilikuwa ya kazi, hata kama ilikuwa ya shamba, hata kama ilikuwa ya jambo yoyote ambazo ilisonga mpaka kotini, wacha nitangaze, Jehova anafungua file zote ziko hapa kwa mesa. Kesi yako imeisha. Mahali unaniona, Jehova ako na jibu. Bwana ako na jibu. Ajalisi ni jambo gani. Hata kama unauliza kama utarudi kwa hiyo ndoa, faili yako iko hapa kwa meza. Wacha nikutangazie, utarudi, utaolewa, utapata amani. Vita zimeisha. Bwana sio binadamu, amenituma. Umelia kutosha. Mpaka lini? Jehova atakujibu. Habakuki alilia, alikuwa na shida kama yako, alikuwa na shida ya magonjwa, watu wake walikuwa wanagonjeka. Alisema, nitalia lini? Juu ya baba yangu, juu ya mama yangu, juu ya mjomba, juu ya mzazi, nitalia nini? Juu ya watoto. Lakini Bwana alimjibu. Hata wewe leo unajibiwa. Faili yako iko kwa meza. Watoto wako watapata amani. Watoto wako watasoma. Watoto wako wataenda shule, wataingia colleges, wataenda university, wataenda hizo darasa za mbele, kwa sababu faili za watoto iko kwa meza. Najua unapitia hali ngumu. Najua watu wanaongea mabaya. Najua Satani imekufunga. Najua mambo yako waliharibu. Najua nyota yako walichukua. Najua vile wanacheka. Lakini Bwana ameona machozi yako. Bwana amesikia sauti yako. Bwana amekutazama huzuni yako. Bwana anakujua vizuri. Bwana anakuona. Anajua mahali unapitia. Anajua vita unayo. Anajua ile jambo ambayo inakusumbua. Bwana anakuona. Aliona Habakuku. Jehova amekuja na jibu. Mama, usihangaike. Acha kukuwa na wasiwasi. Bwana ndiye atatenda. Hata kama unataka biashara, utafanya biashara. Bwana ni tajiri mkubwa. Atafungua store zake. Bwana atatenda. Ndugu, hata kama unataka kazi, Bwana ndio mwenye kazi. Hata kama unataka uinuliwe, huyo ndio mwenye promotion. Huyu Jehova amenituma. Amenituma na ujumbe yako. Hata mjengo zako zitasonga mbele, kwa sababu hao masaitani ambaye inakurudisha nyuma, Bwana amewakanyaga chini. Yani Bwana anawakalia. Misingi yako itaonekana katika hii wiki ambaye tunaenda kuanza. Utakuwa na ushuhuda kubwa
kwa jina la Yesu, kwa sababu mwenye ushuhuda ndiye amenilete hapa. Anakutazama, anakuona. Huyo Mungu anaenda kutenda makubwa. Ajalishi uko na jambo gani, ajalishi umelia kwa shida gani, ajalishi watu wanaongea juu ya nini, ajalishi watoto wametezeka muda gani, ajalishi boma yenyu imeisha aje, ajalishi ni kifo ingine juu ya ingine, ajalishi ni mambo ya ajali kila wakati, ajalishi cases ambazo boma inafuata, ajalishi ni jambo gani ambayo inakusumbua, Bwana amenituma leo. Bwana amenituma kwako. Ukinisikiza asubuhi ya leo, Bwana atakuokoa, Bwana atakuponya, Bwana atakuinua, Bwana atainua watoto wako, Bwana atainua boma yako, hata kanisa yako itainuliwa, huduma yako itasonga mbele, injili itaendelea. Hata kama wewe ni pasta mwenzangu, Bwana anaona jinsi unatezeka. Hata kama unatezeka na kanisa, hata kama ni kulipa rent, hata kama unatafuta mahali pa kwenda kujenga, kuna breakthrough. Yani Jehova anaenda kufungua mlango. Hajalishi umetezeka, umelilia Bwana kwa muda gani, hiyo jumbe umelilia, leo hii Bwana ako na jibu. Leo Bwana alikuwa akijibu wale wamelia, wale wametezeka, wale wameuliza Mungu jambo. Hata kama ilikuwa ya ndoa, Bwana atatenda. Hata kama ilikuwa kutafuta mtoto, itapatikana. Hata kama nyota yako ilichukuliwa, bahati zako zinarudi. Bwana sio binadamu. Bwana amenituma leo kwa wale wamelia, wakasema, Jehova, utanisikia lini? Utaniokoa lini? Utaniponya lini? Utaokoa boma yangu lini? Utaokoa bwana yangu lini? Utaokoa watoto wangu lini? Leo hii, baada hii injili, baada hii ibada, wale watasema amen. Mungu atawainua, Mungu atawaponya, Mungu atawainua boma yao, Mungu atainua kazi zao, Mungu atainua biashara zao, Mungu atawaregesha mali zao. Hata kama nyota ilienda, nyota ya boma zitarudi. Hiyo boma itainuka tena. Hata kama kazi ilisha, mpaka watu wanakucheka, hii mwezi tunaanza, Bwana anaenda kupeana kazi, Bwana anaenda kupeana ndoa, Bwana anaenda kupeana mtoto, Bwana anaenda kupeana biashara, Bwana anaenda kupeana uponyaji, Bwana anaenda kupeana yale yote umelia ukisema. Hata bwana yako itainuliwa, hata bibi yako itainuliwa, hata mtoto yako itainuliwa. Sijui kama nakupeleka kwa mbio, sijui kama naenda kwa haraka, sijui kama unanielewa. Utalia mpaka lini kama Jehova hawezi kukujibu? Mwenzangu, ndugu zangu, mama, kijana, Jehova anakuona. Mungu atakupanguza machozi. Jehova ni tajiri kubwa. Hata kama uko na madeni atalipa. Jehova anaenda kupeana kazi. Bwana ni mfanyabiashara mkubwa. Biashara zako zote zitainuka. Kazi yako inaenda kuinuka. Kesi yako inaisha. Bwana ndiye ananiambia nikwambie, nyota imerudi kwa mkono wako. Nyota zako zimerudi. Pokea nyota yako ya kufanya biashara, ya kufanya kazi, ya kuinuka, ya kujenga boma, ya kusomesha watoto wako. Nyota yako irudi. Wale walichukua nyota zako wamekanyagwa chini. Natangaza hiyo kwa sababu Roho Takatifu inaniambia kuna wale wanachukua nyota zako, wanafanya naye kazi, wanafanya naye biashara.
Ndiyo sababu umelia sana. Ukianza biashara inaanguka, customers wanapotea, wale walichukua nyota zako, nyota zinarudi leo. Bwana ndiye ananiambia kuanzia leo nyota zako imerudi, kwa sababu hii mwezi tunaanza kuingia ni mwezi wa kufanikiwa, ni mwezi wa kuinuliwa, ni mwezi wa kuinuka, sio mwezi wa kulia tena. Tangaza leo hii ya kwamba Bwana anaenda kutenda makubwa. Hii ni mwezi ya uponyaji. Hata kama unaniona ukiwa hospitalini, hata kama umelala, hata ukiwa kwa nyumba, hii ni mwezi wa uponyaji. Hii sio mwezi wa kulala chini. Hii ni mwezi wa ushindi. Hata mama mahali unaniona, Bwana anakuguza hapo mahali inakusumbua, guza na mkono, ebu shika. Bwana anasema utalia mpaka lini ili Jehova kujibu? Leo hii unajibiwa. Mahali inakuuma, mahali inakusumbua, hata kama huwezi tembea, utainuka, utatembea, utainuka juu. Yani uponyaji iko kwa Jehova. Inawezekana, inawezekana. Uponyaji inawezekana. Hata kama uliwekwa chini, umelia kwa kitanda, kwa hospitali, nyumba imekuwa chemistry, dawa ingine, dawa ingine, dawa ingine. Wacha nitangaze, Bwana amenituma, hautalia tena. Wacha upokee uponyaji wa Yesu Kristo asubuhi ya leo ili uinuke. Watu wamekucheka, wengine wamesema hautamuka, hautapona, lakini natangaza kwa Roho Takatifu, mahali unaniona, pokea uponyaji wako, pokea uzima kwa jina la Yesu Kristo. Leo Bwana amenituma kwa wale wamelia juu ya watoto wao. Wacha nikutangazia mama, wao watoto Bwana anaenda kuwaponya, Bwana anaenda kuwabariki. Watasoma, akili zao, vita wanayo, hata kama ni ya kikazi, Bwana atawaregea, Bwana watawainua, Bwana watawafunika. Mungu ambaye amenituma ni Mungu wa ukweli, ni Mungu wa ajabu, ni Mungu wa muujiza. Akisema na tenda. Umelia ya kutosha. Habakuki haleluya, aliuliza ni lini Jehova atamjibu. Wacha nikutangazie, umelia, jibu lako iko sahihi. Bwana anaenda kujibu. Hata leo nikimaliza ibada, nashukuru wale walifanya ibada ya Jumamosi iliyopita, utasema amen. Na leo kufikia jana nimepata ushuhuda mingi. Baada ya kusema amen, baada ya kuniandikia amen, baada ya kunipigia simu, wengi walipona, wengine kesi yao iliisha, wengine watoto walifaulu, wengine watoto wanaenda shule, wengine Bwana alilete pesa. Leo ni siku yako. Ajalishi ni jambo gani, ajalishi unapitia hali gani, ajalishi uko na vita gani, ajalishi ni jambo gani na kusumbua, ajalishi umelia kwa muda gani, ajalishi hiyo jambo imekusumbua kwa muda gani, leo itaisha. Nyota yako itarudi, nyota ya kazi, nyota ya baraka, nyota ya masomo ya watoto, nyota ya kujenga boma yenu, nyota ya kujenga nyumba yako, nyota ya kununua gari, nyota ya kununua maploti. Nyota zako zinarudi, kwa sababu huyo ambaye amenituma ameona machozi yako, ameona jinsi umelia, ameona jinsi umecomplain, ameona jinsi kila mara unamlilia ya kwamba ako wapi. Wacha nikutangazie, Mungu yuko hapa leo, amenituma nikuambie leo itakuwa siku kama sio siku kama kawaida. Leo itakuwa siku tofauti, kwa sababu ujumbe ya leo ni ujumbe ya kusonga mbele, ujumbe ya mwezi mpya, ujumbe ya kuinuliwa, ujumbe ya kujenga boma, ujumbe ya kujenga nyumba, ujumbe ya kuinua watoto, ujumbe ya masomo ya watoto, ujumbe ya uponyaji, ujumbe ya kuregesha nyota yako. Hii ujumbe ya leo sio ujumbe kama kawaida. Sijui kama unanipata. Wacha tusome masomo. Kuna wengine wameingia katikati. Habakuki 1:2. Bwana, nitalia hadi lini? Utalia mpaka lini? Mpaka lini? Hadi lini utakuwa unalia?
mpaka watu wanasema huyo ni wa shida, huyo mama sio wa kuinuka. Mpaka wengine walikuacha, mandugu zako walikutupa, wengine walikupatia 5,000, wanze biashara ikaisha, ukapewa 2,000, yote ikaisha, ukapewa 10, satani kakula hata 20, wengine walipewa hata 1,100, nyota yao ilichukuliwa. Lakini wacha nitangaze, kuanzia leo unainuka, unainuliwa. Pokea biashara hiyo ambayo satani ilienda naye. Umelia ya kutosha mama juu ya hiyo ugonjwa. Wacha nitangaze, ugonjwa hayuko tena, ugonjwa imeenda, ugonjwa imekuacha. Mahali uko sahihi, Bwana amekuponya, Bwana amekuinua, Bwana amekuona. Jinsi umelia, utalia mpaka lini? Utalia mpaka lini? Utalia mpaka lini? Kama Jehova akujibu, naona uko kwa shida, uko kwa dhiki, yani shida juu ya ingine, naenda kuomba na wewe, nataka niombe na wewe leo hii. Bwana kupanguze machozi, yani Bwana kuinue, yani Bwana kuponye. Naenda kuomba na wewe, ajalishi ni jambo gani mahali unaniona. Ebu anza kufuruta moyo wako, ebu anza kukuja karibu na Mungu, ebu anza kuacha stori zote, ebu kuja mbele ya Mwenyezi Mungu leo hii. Hata kama utaguza TV, hata kama utapiga magoti chini, hata kama utainua mkono juu, Bwana atakusikia, Bwana atakuona, Bwana atasikia ombi lako. Naongea na mwenye amelia. Sijui kama umelia, sijui kama kuna uchungu ya hii jambo, sijui kama utasema pastor, apostle, bishop, askofu, chenye unaongea reverend, hizi jambo ziko kwangu, zinanisumbua, zinaniangaisha. Hizi ujumbe ambao unanena leo, mimi ndio nimelia, lakini swali, nitalia mpaka lini? Lakini nimesikia ujumbe ya kwamba Bwana alijibu Habakuku, hata mimi nijibiwe leo. Nataka mtu mmoja ambaye kuna ujasiri anasema hapana, katika hii ujumbe ya leo sitoke bure. Mimi naenda kuomba na apostle leo, mimi naenda kuomba na askofu leo, mimi naenda kuomba kwa hii jambo ambaye imenisumbua, imesumbua watoto wangu, imesumbua boma yangu, imesumbua watu wangu, imesumbua bibi yangu, imesumbua bwana yangu. Hii jambo naongea imeniangaisha, nimelia ya kutosha. Lakini leo kama Bwana amesema, sitalia tena, nitashukuru, nitasifu, nitabudu. Leo hii nahitaji mtu mmoja, nahitaji mtu mmoja mwenye kuna ujasiri, anasema pana, kama ni jambo hii, mimi ndio nimelia, mimi ndio nimehangaika, mimi ndio nimetezeka, mimi ndio watu wamenena kwangu, mimi ndio mgonjwa, mimi ndio sina kazi, mimi ndio sina bwana, mimi ndio sina mtoto, mimi ndio watoto wangu haendi vizuri, mimi ndio niko na case, mimi ndio nahangaika, mimi ndio nikipanga jambo Satani inavunja, ni mimi ndio nimesimama mbele yako. Leo hii nataka mtu mmoja ambaye kuna ujasiri, anasema ya kwamba kama Mungu amesema, sitalia tena, mimi nitashukuru, mimi nitaenda mbele ya Mungu, mimi nitasema ni asante kwa sababu nimelia kutosha. Uko wapi mama? Sijui kama unaniona. Naenda kuomba na mtu mmoja. Uko wapi ndugu? Sijui kama unaniona. Uko wapi kijana? We mtoto, unaniona kweli? Jehova naongea. Kama ni wewe ambaye umelea ya kutosha mpaka umeuliza kama kweli kuna Mungu, ukauliza kama kuna Mungu anajibu watu, umeuliza huyo Mungu anaishi wapi, umeuliza mbona Mungu akuone, umeuliza mbona mambo zako zimekwama, wacha nikutangazie leo, asubuhi ya leo, ujumbe ya wiki ya kwanza ya mwezi wa pili. Mungu anapanguza machozi, Mungu anapanguza machozi. Wacha tuombe na wewe. Kama umali unaniona, hebu inua mkono juu. Inua mkono juu, inua mkono juu. Asante ndugu, asante mama. Inua mkono juu, inua mkono juu. Naenda kuachilia maombi. Enda, inua. Asante. Asante mfalme.
Huyu mama amelia, amehangaika, ameteseka, amelia. Jehova, sikia ombi lake, sikia sauti yake, sikia jambo inamsumbua. Panguza machozi, asilie tena, apokee uzima, apokee biashara, apokee kazi, apokee ndoa, apokee pesa, apokee masomo ya watoto, apokee boma, apokee hiyo ploti, apokee jambo ambaye amelia akisema, Bwana wa rehema, sikia sauti yake. Kwa hayo machache, Mungu wa rehema, nimeomba na nimeamini. Amen, amen, amen. God bless you. Mungu akubariki. Wacha nikwambie, ni mimi Askofu Francis Opell. Namba yangu ya simu 0720 86 39 11, 0720 86 39 11, ama 0739 97 07 25, 0739 97 07 25. Piga hiyo namba saa yoyote, na kwa leo tuma hiyo jumbe sahihi, ama piga hiyo namba sahihi, tuongee na wewe na tukubariki. Mungu akubariki. Tupatane kwa ibada kesho saa 4 kamili. Bwana atatenda makubwa na Bwana atakupanguza machozi. Uwe na mchana mwema. Shalom, shalom, shalom. Mpaka Jumapili ijayo. Mungu akubariki. Amen, amen, amen. Eternal Father, I offer you